Hamjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Somo lililopita na ndio maana sijatoa, tulisoma kuhusu ako, enu, na tukasoma sana kuhusu maneno yanayoanza na ki au cha, na nataka uende utazame video hiyo kama hujatazama. Sasa leo tutabadilisha kitu kidogo, tutabadilisha haya maneno na tutasema maneno ambayo yanaanza na G sana G. Kwa hivyo tutaandika hapa maneno yanayoanza na G. Wacha kwanza tufute haya maneno mengine. Haya, ako, nataka ako ibaki ili uone tofauti, ama tubakishe moja tu kisha tufute hizi zingine ili situpotezee wakati. Kwa hivyo kwa mfano sasa hapa tulikuwa na kitabu chako, vitabu vyenu. Sasa ako, enu inabaki. Wacha sasa tuone maneno ambayo yanaanza na G. Kwa mfano, haya, wacha tutoe hii pia. G inabadilika inakuwa ma, sawa? G inakuwa ma. Lakini sasa hilo neno huwa linabadilika sana. Lakini ukiendelea tu kuzoea, kujifunza haya maneno, utaendelea kuelimika na kuelewa vile ambavyo haya maneno yanabadilika kutoka kwenye umoja hadi kwenye wingi. Pia tutatoa V hapa kwa sababu sasa tumetoka kwenye hayo maneno. Sasa katika umoja tukianza na G, kwa mfano jicho, hili ni jicho langu. Kwa hivyo nitaandika hapa jicho, jicho lako, lako, jicho lako. Na naona tuifute tu, tuandike tu neno lingine jipya hapa. Kwa hivyo tuna jicho lako, jicho lako. Ako, enu, ako, enu. Sasa ndio tunaweka hapa, inabadilika inakuwa yi katika wingi, sawa? Sijui kama mnaona hiyo kalamu yangu ya kijani, mnaiona ama tutumie nyekundu? Tunaweza tumia zote. Acha tuandike pia hapa chini, inakuwa yi. Natumai unaona. Kwa hivyo utasema jicho lako. Yakiwa mengi tumesema yanakuwa ma, kwa hivyo utasema macho yenu, macho yenu, sawa? Jicho lako, macho yenu. Sasa sana ni maneno yanayoanza na G, katika wingi tunaweka ma, au utapata maneno mengine ambayo yanaanza na da na pia tunaongeza ma hapo juu. Sawa? Hii si sheria ama kanuni ya Kiswahili. It's just a pattern that you will observe for most of the words that start with G or da. Sawa? Sasa tuende kwenye jina ambalo linaanza na da. Kwa hivyo hapa sentensi ya pili tuna darasa. Darasa. Inatumia pia hiyo darasa lako. Yakiwa mengi unaongeza ma. Unaongeza tu ma hapa mbele. Kwa hivyo yanakuwa madarasa, madarasa yenu, madarasa yenu. Sawa? Jicho lako, macho yenu. Darasa lako, madarasa yenu. Haya, twende nyingine ya tatu sasa pia ya G. Unafikiria neno lipi? Unafikiria neno lipi? Jino. Kwa hivyo utasema jino lako. Kisha tutasema meno. Jino is tooth when it's one. When there are many, meno. Meno yenu. Meno yenu. Aha, tuende kwa sentensi au neno lingine linaloanza na da. Tuna dawati. Dawati lako. Madawati. Unaongeza tu ma. Madawati yenu. Dawati lako, madawati yenu. Haya, kisha tuna neno lingine linaloanza na G. Tunaweza sema jitu. Jitu, a giant, jitu. Jitu lako, majitu, majitu yenu. Samahani kama unasikia hiyo kelele inayotoka huko nyuma. Jitu lako, majitu yenu. Kwa hivyo sana maneno yanayoanza na G yanaongezwa ma,
alafu yanayoanza na da pia tunaweka ma katika wingi. And this is just a pattern, so don't say this is a written rule, but it should be written, right? Haya basi, kwa hiyo sasa hapa ni ako, enu, tumeona lako, yenu katika wingi. Jicho lako, macho yenu, darasa la, madarasa yenu. Jicho lako, jino lako, meno yenu. Dawati lako, madawati yenu. Jitu lako,